baraka ni furaha ndugu yangu. Baraka sio mateso. Mungu hawezi akakupa baraka alafu ikakukaja kuijutia hiyo baraka. Mungu hawezi akakupa uzima alafu huo uzima ukawa kikwazo kwako. Mungu anataka akiingia kwako anakutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuwezi kupona tusipomkubali Yesu. Hatuwezi kupata uzima tusipomkubali Yesu. Hatuwezi kuwa na utajiri tusipomkubali Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akamwambia Petro. Petro akamuuliza Yesu, Bwana, tumekufuata wewe, tutapata nini? Yesu akasema, kwanza mtapata uzima wa milele na pia duniani mtapata mara 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ili upate vya Yesu ni kwanza umfuate Yesu, na kumfuata Yesu uyakimbie mambo ya dunia. Ukitaka kutengana na shetani ni lazima uikimbie dhambi. Ukitaka kumkaribia Mungu ni lazima uikatae dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukawa unamtumikia Mungu huku unaenda kwa waganga. Hauwezi ukawa unamtumikia Mungu huku unafanya vitu vya ovyo. Unatembea na wake za watu, unatembea na waume za watu. Yaani mtu anatembea na nuka uzinzi tu, mtu anatembea na nuka ulevi tu. Yesu anawezaje kuishi ndani yako? Yesu anataka sehemu safi. Safi sio usafi wa mwili, bali ni usafi wa roho. Maana kuna watu ni wachafu wa roho, waliozungumziwa katika kitabu cha Timotheo kwamba watu wa siku za mwisho watakuwa wakupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa wakupenda uzinzi kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa wakupenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Watakuwa wakupenda anasa kuliko kumpenda Mungu. Ndio maana watu wanapata utajiri, wanatoa kafara watoto wao, wanatoa kafara wake zao. Lakini sisi tulio na Yesu hatuna kafara nyingine, maana kafara ishatolewa ambaye ni Yesu Kristo. Damu yake iliyomwagika msalabani inatosheleza kabisa kuniletea mimi mafanikio.